My mother alikuwa ameambiwa siku moja zamani atakuwa mhubiri. Na ingine dream ingine ina prophetic prophetic alikuwa ameprofesaiwa atakuja kwenda ng'ambo when she was in her 35 hapo 30s. Najua alienda ng'ambo akiwa na miaka ngapi? Alienda ng'ambo akiwa na 86 years. 86 nilikuwa radi ile Ulaya. Na alipofika ng'ambo maneno ilikuwa mzuri. Alipata pesa mingi. Maana watu wote ambao wamezaa huko hawana maid, walimletea watoto. Na kukaa na mtoto 1 hour ni $10. Sasa alikaa miezi 6 ya kulea watoto. Na alikuwa anawachiwa vitoto 20, vitoto 30 hapo. She made money, she came with money. Akaniambia kuma wile tu wako wothe di ndathondeka mbeca ta ici. So God can bless you at any time. Don't worry. So every dream, Kate, ni Jonah wenu wiriragiria. So your dream is still valid until you die. Na hata ukikufa, maybe your daughter ndiye atachukuliwa na kijana yangu. Mama yangu aliambiwa ataenda America at 35. Lakini mimi ndio nilitangulia nikampeleka America. So your daughter can bring our family to your family as prophesied. Can I prophesy? Can I prophesy? Your child can fulfill your dream. Bwana Yesu asifiwe sana. So if it was said nitakuoa na umeota hiyo, don't worry. Maybe your daughter will be married to my son. And see, that's marriage. Is it not marriage? It is still marriage. A dream will be fulfilled no matter who. Wana wa Israeli waliambiwa kabla hawajazaliwa. Na hiyo sasa ndio nataka tuingie, the umbilical cord. Kabla hawajazaliwa. Imagine Abraham hakuwa ameoa. Yani alikuwa na ameoa nigwe, alikuwa ameoa. Lakini hakuwa na mtoto. Weka hai juu. Alikuwa na mtoto, hakuwa na mtoto, alikuwa na mke. Lakini Mungu akamwambia your generation, kizazi chako kitaenda kwenye utumwa wa miaka 400. Na ndaciarite na ndari na mwihoko wa guciara, lakini ameambiwa kizazi chako kitaenda kwenye utumwa wa miaka 400. Kwenye utumwa wa miaka 400, it is not a blessing, it is a curse. So Abraham was not in a position to cancel that prophetic word, that negative prophetic word over him from God, because he didn't have a generation. So kile kiatumire akaje miario dare nakio. So for him, he didn't look it at a serious thing. So there are some prophetic words that are released to you, but because ukiangalia environment yote unaona there is nothing associated to what they have said. Ati utakuwa bilionea na hata chakula hauna saa hii. Katuko unajua kuitwa jina Katuko inamaanisha ulizaliwa usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamebarikiwa hapa, but the problem they are in, the situation ile ako saa hii got nothing to do with the blessing. Unaona shosho yako alikufa ni umaskini. Mama yako hata saa hii hawezi jimudu. Kaliko gakwanyu ikaleta gakomete ogu. Kaliko the home kitchen karaka muci. Yani poverty is part of your story, or poverty is the story that you are. And then somebody comes, a prophet comes and says, I can see a Range Rover. Do not despise that prophetic word. Just try and trace it. Abraham, it was prophesied of him that his generation, kizazi chake, kitaingia kwenye utumwa wa miaka 400. Lakini kwa sababu hakuwa na mtoto, he never had a thought of canceling. Kama angekuwa na mtoto angecancel. Angesema ruciaro rwakwa rutigathio kombo-ini harutaenda kwa utumwa.
lakini hakuwa na mtoto. He was struggling to get a baby. So he was preoccupied with prayers for getting a baby. But he never had a prayer of protecting the baby because he didn't have one. So sometimes we are blessed, but because we don't have that which we are blessed with, we are given the red flags of that which we are blessed with. Kuna red flags na kuna green flags. But because hatuna hiyo kitu, dole na modosho, hauna hiyo gari. So even if there is a red flag, kwa sababu unasemekana utatajirika, lakini utapata, kuna wakati utapata accident na gari yako. Lakini ukiangalia klani mzima, hakuna mtu ako na gari. Kwa hivyo it will be so difficult for you to cancel that prophetic word, because there is no indication of a car coming to your family. So Abraham had a curse over his head that his generation will suffer. And what was the cause of the generation to suffer? Because of his own father, Terah. Because Terah was an idol worshipper. He was punished. And God is somehow tricky. Because you will commit the sin, but not you will not be punished. Your son will take the sin. It happened to David. It happened to Ham. When this man called Canaan was cast on behalf of his father. Because Ham ndiye aliona uchi wa baba yake. Lakini Ham alikuwa wale watu ambao waliingia kwenye Sabina. Na watu wote ambao waliingia kwenye Sabina na zile kuku na zile ng'ombe na zile vitu ziliingia mbili mbili, hazingeweza kukamatwa na curse. So what does the curse do? Curse locates from where it is supposed to work, the workstation, inaenda to the next workstation to wait for you there. David was a blessed man, very blessed man. Na akafanya vituko zake. So wakati alifanya vituko, when it was time for him to be kugogwa, discover this man is untouchable. What they do? Walipanga, wakaruka to the next station, wakangojea mtoto wake. So what you are doing now, or what you are going through now, it is not necessarily ni ulifanya. Angalia kana shosho ni otahutekire ni ukiorahutio. Meaning that this thing can be transferred to the next generation. Iyo poverty uko nayo, you can jump it to the next generation. Uondoke. Kwa sababu Abraham, I had a position to come and go tell God, no, nedarega ruciaro rwakwa rutigathie thina-ini. But hakuwa na mtoto. Hakuwa na sign ya kuzaa. He didn't have. Alimuomba Mungu, akamuomba na akaona Mungu amekataa. Ndio wakafikiria na mama. Kwa sababu ile mama ndio wewe tekelie muthuri wako akakomena house garole. Ugikora ukinyete ha. No, timoisho. Timoisho, dokinyete moisho. No. Atikoma. Nekuona muthuri waku uri agiekire. Na ni umwedete. This man did it because of sympathetic mood. To see the frustration that is in the man, not the woman, the frustration that is in the man. And she loved this man. Mpaka ikafika, kwa sababu it is her who proposed. Yeye ndiye aliambia mzee, siwende pale uone kama tunaweza pata kitu. Todo no korone ni? Because alifikiria akaona the man is getting frustrated every other minute. We are growing old. Na mama akajiangalia akaona labda mimi ndio nimeingia menopause. Nimeposiwa. So akaona, let us transfer the blessing to the next. So these things are transferable. My point here, I'm talking about a transfer. And how are they transferred? Blessings and curses, they are transferable. Your son could be serving a jail term of your grandmother or your grandfather. My children can suffer a 5 generation huko nyuma what was done. An entire village can suffer. And that is why I was telling you about the soil and about what?
the umbilical cord. I'm going to look for 2 examples of the book of Ezekiel and the book of Genesis, and see, before that, let me describe to you what is the umbilical cord and the functions of the umbilical cord. Ndio kutoka hapo tuanze kuingia undani kidogo, kwa sababu leo nataka tuingie ndani kidogo, so that we may be able to help one another, because this thing we must be able to help. In the book of Ezekiel 40, chapter number 16, verse 4, all the way up to verse 14, it is talking deeply speaking about this. Your umbilical cord was not cut, and you were never washed. You were never rubbed with salt, or rubbed in a cloth. No one had the slightest interest in you. No one pitied you or cared for you. On the day you were born, you were unwanted, dumped in the field, and left to die. Now, in some religions I was looking, that we came from the earth. That's when my pastor. From the earth we were created. Into the earth we will return. We shall arise again from the earth. So what is the umbilical cord that is you? What is the umbilical cord that is you? It is the soil. Because that is where you came from. That is where you are going to return. And in the day of resurrection, you will come from the same soil. Umenielewa? From the same soil, you will rise up. But there is amazing thing, kitu ya maajabu sana. Who are 2 people that never had an umbilical cord? Huh? It's Adam and Eve. They never had an umbilical cord because they were not born. Anything that is born has an umbilical cord. So Adam and Eve, they don't have ties to the soil. They have ties to God. But you don't have a tie to Adam. You have a tie to the soil. Because when you are born, we have ties to the soil. When you are born out of a creature that was the soil. Then once you are born, your umbilical cord was cut and buried in the soil. Ama yenu mnatupanga wapi? Digira wadika wakani wote yao. Yeah? Others do eat. Yes, it is edible. Yes. Some eat. Yeah? Where to? Yes. There are people that bury it into the soil while others eat it. Is that true? Nilisikia na my auntie liniambia ndio inaitwa njogu ya kuri magesi na mathige magakarangirwo ugu ukarianiria na gakima. That is niguo ketjijo ni anda ko makada makire ngioria ngigona mundu agia mwana kadigacera. It is true. It is true. I'll teach you the family and how they eat it and why the reason they eat it. But the connection is this thing called the umbilical cord returns home. Whether they ate it because there are 2 routes. If you want to go to Nyahururu, you can use the Nyeri route to Nyahururu. You can also use Nakuru route to Nyahururu. You can also go to Thika and use the bypass to Nyahururu. So the umbilical cord at the end of the day must go home. Whether you ate it, the one who choose the direction of eating it, taking it back.
ipite, irudi kwa tumbo kule ilitoka kwanza, tena itoke. And there are those who take it away and bury it. The end result is burying, going to the soil. Why? That is now the connectivity between you and the soil. That is why your cursings and the blessings are attached to the soil. Your cursing, anything that you will be cast off, has a direct connection to the soil. Give us Ezekiel 16 verse 1 and 2. The word of the Lord came to me, Son of man, confront Jerusalem with her detestable practices. Son of man, confront Jerusalem with her detestable. Geuza hii kidogo iangalie hivi. Ile. Somebody. Endo geuza ile iangalie. Confront Jerusalem with her detestable. Utaeka yake nani? Mnaelewa Kisungu vizuri? Mnaelewa hiyo Kisungu? Please answer me. Do you listen? Mnaelewa kile kinasema? I want this to sink deeper into you. Can you give me the Kiswahili version? Inasema mwanadamu ujulishe Yerusalemu machukizo. Hiyo ndio nilikuwa nataka uelewe. Mwanadamu ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Sasa toa Yerusalemu, weka jina yako. Weta kwate. Charity. Mwanadamu julisha Charity machukizo yake. Na kizungu kizuri abomination. Abomination. Ndio detestable. Detestable. Mwalimu wetu alikuwa Mturukana. Tuendelee. Useme Bwana Mungu auambia ama amwambia Charity hivi: asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Asili yako na kuzaliwa kwako. That is the most important statement in that whole chapter. Asili yako na nini? Na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Sasa tusimamia hapo tu. Asili ni nini? Your origin. Kehumoge yaku, the origin where you came from, imetoka kwa nchi ya Mkanani. Asili neke rorera. Tunasema asili yako na kuzaliwa. Asili na Gikuyu ni rorera rwaku. Hello? Kikuyu nation? Ni rorera. Rorera ni okay. Asili kana kehumo gyaku. Asili yako na guciaro kehumo ni teri. Kule umetoka ni wapi? Uciareirwo ku? Jareirwo Murang'a, jareirwo Karau. Mimi nimetoka Sudan, mimi nimetoka Kakamega. Hiyo ndio asili, ndio origin, teri waku. Where have you come from? Kwako asili yako na kuzaliwa kehumo na kuria uciareirwo. Jareirwo Murang'a, gunyumete Murang'a na gaciareirwo Murang'a. To no ukoro wikaraga Murang'a no nduciareirwo Murang'a. Na kuzaliwa kwako sio kule unaishi. Sasa nataka tuelewe vizuri. Kuzaliwa kwako sio kule unaishi, ni kule mababu zako wametoka.
kehumo gyaku, it is not you. Wetu kehumo. When we talk asili, si wewe, we are talking about people that were there. The people that brought you, the participants of you to be here. Of you to be as in this. The people who participated for your coming, it is your father. It is your grandfather. And it is your grandmother. Backwards. Where did you come from? The Gikuyu na Mobi. Tunarudi tunasema tulikuwa mkoro wa Nyagathaga. Tulizaliwa huko. But where did we come from before we came to mkoro wa Nyagathaga? That is why you need to trace your history from. Because your history will give you what you are. What kind of a person you are. Now inasema ya kwamba kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Mwanzo tunasema uambie Yerusalemu. So it is Jerusalem that is being talked to be told, to be reminded. Yerusalem, umetoka kwa Mkanani. Kwa hivyo mji wa Nairobi ndio Jerusalem. Mji wa Jerusalem ni mji wa Nairobi. Ndio Nairobi inaambiwa ardhi ambayo umeikalia ilikuwa ya Wamasai. Did you get me? Ardhi ambayo Nairobi imekalia inaitwa jina Nairobi. Nairobi ni jina inaitwa Nairobi Engare, ni maji baridi. Ni Wamasai walikuwa jina la Kimasai. Nairobi ni jina la Kimasai. Nakuru ni jina la Kimasai. Nyahururu ni jina la Kimasai. Nyeri ni jina la Kimasai. Kiambu ni jina la Kimasai. Molo ni jina la Kimasai. Kangundo ni jina la Kimasai. So what is the spirit operating in Nairobi, Nyahururu, Nakuru, Nyeri, Kiambu? Ni spirit ambayo gani inaongea? Ni madhabahu ya Kimasai. Maana mahali popote wa Masai walienda, waliinua madhabahu, walichinja mbuzi na wakatoa matambiko na wakakaa mahali pale na wakaacha jina lao kumiliki. Jina linatumika kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. So hapa ndio unaona Wamasai wanalete ng'ombe zinakula hata town center na kanjo hawawezi kushika. Wakikuyu wakilete kutoka hapa Kiambu waingise tu mpaka wa Nairobi, kanjo inakuja inashika inafugia. Wamasai ndio wameruhusiwa tu kuingia na shuka parliament. Nyinyi wengine mnaingia na suti. Wamasai ndio wameruhusiwa kwenda kuomba na lugha parliament. Nyinyi wengine muombe na mumeadikiwa. You know wa pastor wote wanaomba parliament wameadikiwa, wanasoma from a paper. Lakini Mmasai anasema holole yanyo hana yanyo hana amanga hana reberero onya holole, na anapatiwa muda wake na anavaa mavazi ya kitamaduni. Because ardhi ambayo Nairobi ipo ni ardhi yao, imetekwa na imekamatwa na madhabahu yao na jina ni lao. Kwa hivyo sisi wote ni wageni wa Wamasai hapa. Na anabeba njora inaitwa ni traditional artifacts. Lakini ukibeba njora wewe inaitwa silaha. Yeye akiwa ameibeba hivi, ako hapa na fimbo na mishale, ako hapa amesimama, askari yuko pale. Masai huyu akuuzie, aweke pesa mfuko, immediately inabadilika kutoka vyombo vya kitamaduni inakuwa silaha hatari. Kwa sababu madhabahu yake yamemruhusu. Lakini wewe madhabahu hayaja kuruhusu, maana yeye ndio mwenye kumiliki mji. Sijui kama mnanielewa. So ile shamba mlinaishi saizi, tuseme Karen ni shamba ya mama alikuwa anaitwa Karen Blixen. Na huyo mama alikuwa ndio walianzilisha Freemason, dhehebu la Freemason hapa Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Karen mpaka saa hizi inaitanishwa na nini? Na yule mama Karen Blixen.
Na hiyo hoteli iko pale inaitwa Karen Blixen. Ukienda huko utapata wengi wa makastoma ni hao, hiyo group. Na ukichunguza sana, wakaazi 90% ya watu wa Karen ni watu wa Freemason, because the land is associated with the Lord, the Grand Master. Mmenielewa? So ukienda Nyeri ukute watu wa Nyeri majina wanaoyaita, kwa sababu jina Nyeri linaashiria unyama fulani, the spirit ya wanyama. Maana Masai walipofika kule walipata resistance ya watu walikuwa naitwa Guba, the short guys. So resistance ndio inaitwa Nyeri. And I discover watu wa Nyeri, hata ukienda watu wa Nyeri wanakuanga watu nejaba, wameitanishwa na jina ya ujasiri. Na ukiingia kwa forces zote, iwe ni jeshi, CID, mahali kote, 90% ya Wakikuyu wametoka Nyeri, wale wako in the forces. Uende kwa military, General Karangi, General what, they are all from Nyeri. Polisi, uende polisi ni Kinyeri tupu. Not because they deserve to be there, but the origin kule wametoka, foundation ile imewazaa, imewaruhusu kuwa wapiganaji. Watu wa Nyeri ndio walipigania uhuru wa Kenya. Akina Maumau, akina Madhenge, akina Kemathi, akina Waruinge walitoka huko, ndio walipigania uhuru, ndio were the soldiers who fought for the freedom. Watu wa Murang'a walikaa kwenye mlima, ndio walikuwa wa Joshua, ni watu wa madhabahu. Ndio unaonanga makanisa mingi Nairobi, washirika wengi wa Kikuyu wa makanisa ni watu wale staunch, ni wa Murang'a. Wa Kiambu si hawapendi kukaa chini, wanapenda kutumia pesa yao kununua mujiza, maana ako busy na biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukienda Nyeri, majina ya watu ya Nyeri si ya binadamu. Na ndio maana walipenda kukaa kwenye vichaka, wakapigana kutoka kwa vichaka, maana majina yao ni ya wanyama. Ni jina Ngare, Murodhi, Degwa, Wang'ombe, Wajao, Wamete, Nyamo, Wagoko. And their character, unakuta wako na hiyo, that character ya unyama. There are people who can go for anything. There are people who can, akiamua hii ndio barabara hiko hapa, hiyo ndio barabara. Mupinge musipinge, hiyo ndio barabara. Lakini sasa ukikuja upande ya Kiambu, ambao wako na madhabahu, wao wale watu wa Nyeri wako na madhabahu ya Wasamburu, Wamasai wa Kisamburu. Lakini wa Kiambu wako na damu ya Wamasai wa Narok na Kajiado. Bwana nikiometa kwa Gikuyu kia Gwashe-ini. Todo ukienda hapa Kiambu, hapa Kikuyu kwa kina Karo, na wale wametoka Kikuyu kama huyu, wewe ni wa Kikuyu. Hata watu wa Limuru ni wa pande hiyo, ni wa Masai. There is no hapa Kikuyu, there is no original Kikuyu and there is no original Masai. Ni mtu kana Gikuyu kia Gwashe-ini. And they are ever cunning. Ni watu slippery. They are very cunning, very crafty. Plan zao ni kukuchorea tu. So what I'm trying to educate you, kuzaliwa kwako kuna direction kubwa sana kinaleta katika maisha yako. Ni kwa nini wameleta Mkanani, nchi ya Mkanani, katika nchi ya nani? Mkanani. Who was a Canaanite? Mkanani ni Canaanites. Aliitwa Kanani kwa nini? Kanani ni nani? Kanani ni mtoto wa Ham. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao nataka nikuconnect. Kanani ni mtoto wa nani? Wa Ham.
Ham aliyelaaniwa kwa sababu ya kuona uchi wa baba yake. Lakini kwa sababu ni wale watu walikuwa wameingia kwenye Sabina, hangelaanika. So the laana ikashiftiwa kutoka kwa baba ikabebwa na mtoto. So hii Canaan huko ndio alienda kuishi. Na kule alienda kuishi na laana. Na sasa udongo aliyoukalia ukaitanishwa na hiyo laana. Ndio inaitwa ardhi ya Mkanani. So wakati walikuja wakanunua watu wa Yerusalemu, itora la Yerusalemu likajengwa, lilijengwa kwenye ardhi ya mtu anaitwa Canaan. Kwa hivyo laana zote zilizobebwa na Canaan zikaingia Yerusalemu. Ile occupants wote wa Yerusalemu wakashikwa na laana ile ambayo Ham alilaaniwa nayo. Are you getting me? So, kwa mfano, nichukue Kenya. Kenya tulipigania uhuru. Ukiangalia bendera yetu iko na red. Hii ni damu. Green ni inchi. Hii damu inasemekana Kenya Mau walipigana. My grandfather na wale wengine, they fought for the freedom of this nation. Na kukamwagika damu ya binadamu, si ya kondoo. Ya nani? Ya binadamu. Kwa hivyo tuanzie hapo. Kenya imejengwa kwa msingi wa nini? Ya nini? Ya damu. Imejengwa kwa msingi wa damu ya nani? Ya binadamu. Nao Biblia kitabu cha Mwanzo, Mungu anasema, akamuuliza Canaan, yuko wapi ndugu yako? Naye akamwambia, am I my brother's keeper? Mungu akamwambia, damu yake inalia ikiwa kwenye mchanga. Sisi kama tunaelewa na hapa. Damu yake inafanya nini? Sasa ikuja Kenya, tumejengwa kwenye msingi na damu inafanya nini? So wakati gani mtapata amani? Kaini akalaaniwa, akaambiwa forever utaishi kuzunguka. So the same, hakuna damu ya binadamu ni ya binadamu. So whatever that is happening in Kenya is what that happened those days ya Abel na Canaan. The blood of our father is still crying. And Kenya is founded on the blood of a human being. So when it comes to curses, Kenya will not evade the curse of blood. Because that is the symbol of your nation as a flag. Sio kama mmenielewa? It is the symbol that already is in your flag. And last year wakati kulikuwa na maandamano ya Raila, I will give you up to speed what we did. Watu walikuwa naenda press conference kuambia Raila awache kufanya maandamano. Mimi nikawaambia, we are not going for the press conference. Na nikawaambia, we don't need to speak. Hatufai kuongea na Ruto ama kuongea na nani? Na Raila. Nikawaambia the siri haiko kwenye Ruto na Raila. Maana Ruto akikuja hapa, akipita hapa, kupigwe firimbi, bendera inapanda ama inashuka. Ruto atashuka akiwa president, atashuka arudishe mikono yake nyuma ama akae straight, atii amri ya flag. Raila the same, atatii amri ya nani? Kwa hivyo kati ya president na flag, who is bigger? So why go speak to a man who is junior ukiwacha the bigger person? To address maandamano na shida kiangazi ama nini in the country, you don't address the president. Ati alisolve njaa kuna njaa, alisolve kuna vita. No, address the flag, because Ruto is under the flag, I am under the flag, and everybody in the country is under the flag. Hata Joe Biden akute flag ya Kenya ikipanda ama ikishuka, atasimama imara. Meaning this is an altar, a bigger altar than anybody else in the country. Na ndio maana Mungu anaitwa nini? Jehovah Nisi,
bendera yetu. Are you getting that? And bendera gives direction. Jehovah Nisi ni direction. Ama sio? Kwa wasomi. Jehovah Nisi, Jehovah Shalom ni amani. Jehovah Elohim gaimonene. Eh? Kamodoma gira kanitha iri kwezi. What were you doing in those churches you've been going to? Modwele libara. Ni Elohim. Mobi. Jehovah Nisi ni bendera. Nisi ni bendera ya ushindi. Direction. Elohim, muumbaji. The mighty warrior. Elohim. Yes, what? Our banner. So what is a banner? A banner. What is a banner? Look at your dictionary. Banner is the flag. And this is what gives direction. Upepo. Flag ikipepera inakupatia ruhuho kule kunaenda. Sio kama tunaelewana sasa. So who is bigger in a nation? Is it the president or the flag? It is the flag. So why address Ruto? Ati kuko na mafuta imepanda sana. This flag removes the president. Hii flag ikiangushwa chini, there is no country. Ikitolewa hivi na isemekane the constitution. Let me give you a good example again. When Kibaki was programmer getting. Hiyo sasa. Pale, the constitution was suspended. Waliandika kisha ikakuwa suspended for a month. Kenya Army was given power to lead the Kenya. At a president aka withdraw from being a president for 1 month until a new constitution ikapitishwa. Walioleta constitution hiyo, it is not the civilian. Waliolete ni jeshi ya Kenya. For those who waliangalia pale, waliolete ni jeshi. Walioapisha Kibaki upya ni jeshi. Because when the constitution was suspended, even the president was suspended. Ministers were suspended. MPs were suspended. Everybody was suspended. Wakati ilipandishwa, bendera ipandishwa pale Uhuru Park, ikapanda juu, Kenya ikaitwa tena republic. Before, it was not a republic. Sio kama nimeenda sana. Am I too hard on you? Tadhietewega. So our identity, our Kenyan identity, that which gives you the identity is this flag. Ukienda America uweke hii, watu wanajua you are a Kenyan. Ukienda Uganda uvae hii, watu wanajua you are a Kenyan. Kwa hivyo your identity ni hii. Therefore, let's go color by color. You are black, tick. We have white, meaning peace, tick. We are red. So our identity is blood. You as a black man and the blood that was shed. So what are we seated on? Blood of a human being. And the blood of people that died, not the people that were born, not the people that are existing. People who were brutally killed. Are you getting me? People who are brutally murdered. So, twende tupunguza kidogo tutoke kwa inchi. Then, when the independence was given, our fathers walipatiwa mashamba. Kenyatta alisema watu wapatiwe mashamba. Mashamba iliyopatikana ni Nyandarua, Nyahururu, Nakuru, hizo huko upande wa Rift Valley. So watu kina Keheka Kemani, Kariuki Chotara, JM Kariuki wakapatiwa hiyo manto wapeleke watu huko. So people were given land. Ukienda Nakuru, Njoro kunaitangwa Nakuru District Ex-Freedom Fighters, Ndefo. Ile shamba inaitwa Defo. It is Nakuru District Ex-Freedom Fighters. Bwana Yesu asifiwe sana.
So this land was given to them because blood was shed. So it was a compensation of blood, a man who was killed brutally. So what are you eating from? The blood of a human being. So between the person who killed and you who is occupying that land, who is a more murderer? You who is eating and sitting now. And Kenyatta and the people then, they said, wakati walichukua mchanga, wakasema ogerodho roneteri. So we are all operating as a country. We are operating in a curse of a dead man or human being blood. And we are worshiping the flag and worshiping the blood of a deceased. Hello? Hello? Now, I was just trying to bring the concept of understanding yourself. The nativity. What transpires in your nativity. What transpires. Ndio Mukanani. Huyu ni yule aliyelaaniwa badala ya baba yake. Na shamba likaitwa jina lake. Kwa hivyo, name has a power. Jina liko na power, liko hai. So when the land is called my name, na nilikuwa mwizi, it's most likely hiyo area yote ita develop spirit ya wizi because of me, the spirit that is in me. So number 2 inasema Mwamori alikuwa baba yako. So why do they bring Mwamori? The Amorites. Waamori Karanja walikuwa wanani? They were witches. Ndio walipiga watu wa Mungu. Waamori ndio walipiga nini? Sasa tumeona shamba ni ya Mkanani aliye na kasi. Baba yako ni Mwamori ambao walipigana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye mama yako ni Muhiti, the Hittites. Wahiti walikuwa wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Baba yako ndio walipigana na watoto wa Mungu. They were very violent people. So your father is a violent man, meaning you have the blood of violence. Kumbuka Musa missed going to Canaan because aliangusha the tablet because of bitterness. Na hiyo bitterness ilikuwa imetoka kwa nani? Kwa Simon na Levi. Maana waliambiwa Simon na Levi, nyinyi ni watoto wangu, lakini mulikatakata ng'ombe na kwa upanga mtaishi. Musa ametoka kwa nani? Hiyo clan ni Jacob wakati was blessing and cursing his children. So the curse of Jacob towards his children, Simon and Levi, affected Moses from going to his destiny. So whatever that was spoken to you might lead you to go to the destiny or fail to get into the destiny if you don't cancel again. I go back to where Abraham was told, kizazi chako kitaingia kwenye utumwa, but he was not able to cancel it. Again, Levi na Simon walipolaaniwa, they were unable to cancel. To tell daddy, no, daddy. Asha papa. Doko digira kerumi. Garurami aliyoyo. They were in a position. But they were not, because they were intimidated by the guilty that was in them. Nimewapoteza matuko. Tunaelewa vizuri? Tuko, inua mkono, naona kama ni nike ha. Ni hata kufudidi ya dogi nyoko na ina sink. So mama yake alikuwa Muhiti. Muhiti walikuwa wachawi. Now I want to bring the concept of you understanding how to interpret the Bible. Why these names are being brought? Mbona hakulete Mugirikashi akalete Muhiti? Mbona hakulete Muyunani akalete Muamori? Aliwalete kwa sababu specifically they have a history behind them. And the history behind Muamori ni a defiance.
na Muhiti ni ya witchcraft, na Mukanan ni mtu aliyebeba laana, somebody carrying a curse. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is you, Jerusalem. So let me ask you a question. This is a combination of three things. So what are you? So wewe na baba yako, who is more dangerous? Yeah? So the bigger the magnitude of what you are, the bigger the punishment you are going through. Because you are being attacked by a combination of three altars. Mukanani is an altar. Muamori is an altar. Muhiti is an altar. Let's go to the next, please. Na kuhusu habari za kuzaliwa kwako. Nao tumekuja sasa kuzaliwa kwako. Kuhusu habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa kitofu chako hakikukatwa. So now that takes you back to the three combination. Mukanani, Muhiti na Muamori. So the kitofu ni mokonyo, bado I am still connected, hakijakatwa. Meaning kazi za Mukanani ziko kwako, Muamori yako kwako, na Muhiti yako kwako, because we are still connected. We are still eating from the curse. We are still eating from the defiance. We are still eating from the baba yako mwenye alikuwa mchawi, bado wewe ni mchawi. Kama guka yako alikuwa muganga na haujakatwa, bado wewe ni muganga. Because you become an origination of what you founded you. So hakikukatwa wala haukuoshwa kwa maji usafishwe. Meaning damu ile ulitoka nayo kutoka kwa utumbo wa mamako, the dirty linen of your parents, the dirty linen of the land you came from, mambo ya baba yako mwenye alikuwa mchawi, alikuwa muganga, alikuwa mwizi, ardhi ambayo mwili inherit, ambayo baba yako aliua mtu ndio aichukue, alienda kwa muganga ndio aichukue. Sasa those combination of those things produces you. Shamba baba yako alinyaganyana, aliua mtu. So you are eating from the fruits of murder. Wale watu wote walipatiwa shamba za maumau, it is the fruit of murder. Mpaka ndio ilikos JM akakufa. So whatever kinaketi wale wanaishi na huko ulikarau, hiyo ni fruits of murder. Mama yako alitumia hilisi, akafukuza brother zake wakaondoka kwa shamba, hata akawaua. Wewe mzaliwa wa huyo mama, you are a murderer, you are mchawi. Because whatever you are eating, whatever the fruits, chochote kinatoka kwenye ardhi hiyo forms you. Because we were told from the what? Earth we came. To the earth we will go. From the earth we will resurrect. So the earth you are produces the real you. So inasema namna gani? Haukuoshwa, you are still dirty from the matendo ya wazazi wako, matendo ya maeneo uliotoka. Yes, uliokoka. Baba yako alikuwa mganga, uliokoka. Yes. Kitovu chako kimekatwa? Bado. Gai, uwe kate. Uwe kate. Atemenyo ya kuweka. Kitovu chako bado wewe ni mchawi. Bwana sifiwe sana. That is why you see gakinyeria waganu wa maithe ginyaroshia wa kana wagatatu na wakigena nitafikishia laana za wazazi, because ni kitovu kinafanya kazi.
hakijakatwa. Kwa hivyo haukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. So you are still naked in the foundation ya uovu. Sasa niambie, mwendagajarie kiugo kimwe tu. Ginya hau jarete shigana. Mnataka kanini na tu neno moja. Mpaka hapo tumefika, nimeunga ngapi? Na umejikuta kwa hizo zote? Mmejikuta kwa hizo zote? Sasa ningeongea hiyo ya kwanza moja, hizo zingine nani angefungua? That is why it's very important for you to sit under a man of God who teaches the word. Ndio akufundishe, maana this is not a laying of hands. Hapana, this is not what? Laying of hands. Hapa si mkuwekelewa mikono. Hapa ni kusoma uelewe baba yako ni mchawi, uelewe mama yako ni mchawi, na ile shamba muko umesikia historia, baba yako alidisplace maanko na aliwadisplace na uchawi, na anko kadhaa wamekufa, meaning you are operating kwenye roho ya kifo. Wewe na kizazi chako na watoto wenu, hata uhame uende Amerika, ukae Amerika, ukienda Amerika mauti yatakupata tu huko. Hakuna siku utapata stability, maana whatever you are operating, ile land una operate kehumoge haku, maana kitofu bado kinakupeleka nyumbani. Ukienda Amerika utapata shida kama venye ulipata kwenu. Ati wale thina, ukienda Amerika unapata na shida, ukifika tu airport ndio wanakubebea bagi, twende. Shida. Watu wengi wako America, they are my good friends, but the life they live. Unajua mnamwache hii upuzi ya kufikiria mtu akiwa America anaendanga kuchuna pesa. Watu have been there, people struggle. Mudu akagugutumira pesa, just leave it. Atejeraga itu akoroga America na dageteithia kinya mudu dautie mudu ateithagiria. Oi, I wish you can go there 1 week. You understand, pay slip yake ni 1 million. But 950,000 zinarudi kwa serikali. Anabaki na ka50. Sasa ka50 ndio kameongojewa na bibi yake, ka50 ndio kameongojewa na mama yake mgonjwa, ka50 ndio shosho, ndio clan, ndio brother in law, ndio sister in law. Na masile queen bado wako huko nao. There is not a bed of roses. There are many challenges. So we need to pray for them, because they were running from a problem. When they went to America, they were running from a problem, because kwao ni poverty. Otherwise, will you want to go to America kama mko sawa? Walikuwa naenda kutafuta kazi ndio aweze kusaidia kwao. So he is running from a problem ambayo imemshika. Therefore he is walking, but kwa mguu yake kuna kamba imemshika. Akienda Amerika ataenda either afanyike mtumwa ama aishi huko bila makaratasi. Kuna watu wako kwa 30 years bila makaratasi. They have never come back home. Atolete hivete. Wengine huko they are homeless, wako kwa barabara. Na ukiangalia the kind of life anapitia ngumu ni iko kwao. Iko wapi? Iko kwao mshie. Ameshindwa mpaka kupata tikiti wa kurudi kwao. Na ndio unapata rate ya watu ambao wanarudishwa wakiwa cargo ime-increase. Because kule kuna depression. America kuna depression real time. Uingereza kuko na depression real time. Kuko Saudi Arabia, izile simu ukipigwa kwesheni hura grenade wa Saudi Arabia na huko Middle East, they don't allow you to speak. Na wanaongea very fast, because ile time ya kuongea ni kuiba, amejiiba. Sasa ataongea, atacompress mambo ya 2 hours in 30 seconds. Na ataongea na hautaelewa. Kuna mwingine hapa jana aliniambia, akaniandikia message, nikamwambia nimekuombea, kwa sababu alikuwa anataka, mimi alikuwa nafikia ni wale wahubiri wafunga macho tuombe. Baba, katika jina Yesu ninavunja, ninaharibu. Hapana, me I'm called differently. If your phone imeingia kwangu tu, that contact is enough, you are delivered.
Just that. You don't need to come. Wale mnapanga laini pale na wahurumianga. Lakini kwa sababu nataka tu company nikaikae kwa ofisi na kuarao tu kuja. You are wasting your time. Kwa sababu ishatendeka. Ishafanyika. Wewe unaona hivi Mungu hapa mmesikiliza. Hii maneno sikuwa nimepanga. Ukiangalia kitabu yangu I'm speaking completely. Najaribu kujirudisha huko kumekataa. Kwa sababu Mungu kuna venye alikuwa amepanga msikie. Kwa sababu nimeona nyinyi ni victims ya hii kitu nazungumza sasa hivi. All of you naangalia sura. Najua naangalia kasura naona venye zimeanza kukama yule alikuwa brown tukigia hapa angalia. Unaona ile ile. Unaona ile ado na maitho moru. Todo arona tari ni domete maudu macho mayaneke. Every lesson I give here I don't plan. Of course nakuanga nimeplan. Lakini nikifika hapa nakuwa switched to another. Sikwa hii kitu nilihubiri siku nyingine. Sasa nimerudishwa kwayo na hata ninasikia maneno mengine mapya ambayo sikuwa nimeyasema. Umenielewa? So ukipata nafasi ya mimi hapa ukuje tuongee na wewe ama nikuhubirie, you are already free. You don't need my hand. You don't need my hand. Unaigwa? Sihitaji, nimekueleza. Nitakueleza jinsi ya kufanya, ufanye hivyo uende zako. Mkono yangu wachana nayo. Mumenyereta kuigererwa moko na maguru na gutindikirwa maguta. Uteketi ugo matio na kataweka. Baba, ninakuomba. Hiyo ni upuzi. Ni wapi Yesu alienda kusema maneno kama hiyo? If I am a follower of Jesus Christ, I should be doing what Jesus said. Imani yako imekuponya. Simple as that. Umesamehewa dhambi zako. Simple as that. Ndio kako thubura na mtu wako wake. Ndio ikira mtu wako moko mako make na ndio ikole agereire. Ndio kana dati dagethwa huko. Joke kuigirira giko gyako giothe mtu waku. No to niguo mukiendaga ri. No amahiana atumia ra mathia mami. Ni mami ndangĩumire thibitari atanetwo tablet ya capsules. Sasa madaktari walikuwa najua kutibu huyu mama atadungwa sindano, atapatiwa kila kitu, lakini akaenda kutoka anaangalia madawa kotana he capsules. So madaktari walikuwa naweka capsules ngapi? 2 ama suta. 2 zinawekwa tu hapo ndani aone ndio akubali aende nyumbani. And that is now the life of a Christian. That's what we are now. That you lazima ukuje uigie ati nikwenda kuonana na Edu gata. Unamwambia gioke. Ni ukobore withini wanyu. Tondu thoguo ni mu thikereria thoguo ni mu amori na nyukwa ni muhiti na muikarire mugunda wa kuiya. Uguo we uri thiini wa kirumi kia wici. Nikio retirio kuria nigetha uhenie. Tondu eteketi anyitithia mbeca ciake na guoko niguo ekuhonda. Eteketi kugura miracle tondu ni mukora. Kuja na pesa yako wekelea hapa enda zako. Igerera haha thie. You don't need my prayers. You don't need. Nekiu nikio honokie mapasta matamwiraga. Tondu arenda kuhutie wambere anewe muthaka akwira kuhe appointment ya haraka wewe ngoja mapepo ile iko ndani yako inahitaji kushughulikiwa vizuri. Abe akoige haria akaba komenya wina gakari akaba kuhe appointment gari haria tondu ni akorora safia kono ni twa Mercedes ukaigwa uko na classification andu a Mercedes ni maigwa kado andu a Prado ni maigwa kado na andu a guthi maguru tabata ni mero. Inua mikono. Hallelujah. Naenda kuachilia muujiza sasa. Inua mikono yako vizuri. Receive. No andu atukari othe ni marivio raini hari. Itoka itiguaga. Todo yule mtu mwenye anakuambia hivyo ni muganga. Yeye mwenyewe ni muganga, huyo pastor ni muganga, kitovu chake bado kiko kwao.
Kehumo giake ni kia mukanani. Kehumo giake ni morogi. Arugama pulpiti neno. The spirit. Hata nikalete muganga saa hizi. Ule tuliua. Ule Maina wa Magoto. Kama angekuwa hai nimulete hapa. Akanyage tu hapa. Because this pulpit is anchored on a spirit. I need you to understand this. Hata mchawi akikuja hapa atafanya miujiza because this is anchored on a spirit. Wachana na mbao. Wachana na mbao na hii kitambaa. This thing is anchored on a spirit. So whatever kind of a spirit comes, it will activate. Ya mchawi, ya murogi, ya anybody akikuja simame hapa, it will activate. Na atafanya vituko tu. Na ataprophesy tu. That is why we are told test every discern. Bwana Yesu asifiwe sana. Discern every spirit. Maana kuna wengine unakuta ni kwa nini nani mapasta wengi wanaenda kwa waganga wa Kiislamu. Did you ever know? Ni kwa nini wanajikuta wameenda baharini. Juzi tulifanya mama mwingine hapa deliverance. Alisema wako na wachungaji wengi kule baharini. Wamepatiwa mafuta ya kupokea. Wamepatiwa mafuta ya kunani. Na hata akatuambia kule walikuja wakazika kule kwenye hii roundabout pale, walikuwa wamezika chupa hapo iko na damu ya binadamu na waliitoa Nigeria. Pale na tukaenda na tukaitoa. Na ilikuwa imewekwa hapo kwa sababu ya hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu ambavyo hufanyika kukikuwa na changes. Familiarity ikiondoka, Mungu anateremka. Wakati Abraham aliondoa familiarity na Lutu, macho ya Abraham ilifunguka. Maana haka kamutu kalikuwa kamemzoea, kalikuwa kanamuita mzae. Hata hapa naitangwa mzae. Ngoja tako. Aria maje taka mzae. Nukamenya nie ndire mzae. Muthe ni Kenyatta tini. Alikuwa ndirageria kujipodoa. Nari maundu ma. Nataka kujua muthe. Musa ni Kenyatta si mimi. Wala siwe. Ni mtu yake karudi yake kena. You are too serious for me. Kinadaliwa. Bwana siwe sana. Na kuhusu twende hiyo next. Leo tumesoma vitu nyingi kwa pamoja. Mumeajua bendera ile ni kubwa kuliko Ruto. Don't address Ruto. Don't address him. Ruto ni kakitu kametoshana hivi. Ile ndio power. Akikuja hapa apate kipanda atasimama. Na security wake watasimama. So hiyo kitu inasimamiwa na president. Si wachane na mtu wa mkono aenda kwa mwenyewe. Aliena federa uge ne twarugamia maandamano Kenya. Address the flag. Speak to the flag. Wakati walipanda bendera ya lesbian. Yeah? Lesbianism iliingia ya magay, LGBTQ. Walienda wakaipeleka mlima Kenya na mimi nikatengeneza crusade Kerugoya Stadium. Sikuwa na haja na crusade, nilikuwa naenda kutengeneza madhabahu hapo ndio niweze kupanda kwa mlima. Na nilipanda na nikaiteremsha. Enda Google hapo utaona LGBTQ flag lowered. Niliitoa. Na hapo ndio nilikosana na marafiki zako. Kumbe walikuwa LGBTQ. Nilipanda na nikaiteremsha na kutoka siku hiyo spirit ikapunguka. I had no, hakuna haja kuweza kuaddress watu ati kwa sababu ameteremsha suruali. Hapana, leave it. Enter to the source where they are driving their power from.
Address the source. The power of Kenya, the owner of Kenya ni hii kitambaa. Kukikuwa na njaa, address. Shika bendera, weka hapa katikati, izungumzie. Iko na masikio, imebeba damu, imebeba wewe mtu mweusi, na imebeba ardhi. Green ni ardhi, iko na zote. Address it. Ukienda America, address your flag Kenya, na ubebe udongo wa Kenya. Address the soil. Jeremiah 22 verse 29. O earth, write this man down as childless. Konaya ndiye aliambiwa, na ilitoka kutoka kwa kinywa cha Mungu. Niweke hiyo kidogo alafu turudi kwa hizi. Weke from 26 ama 24. Jeremiah 22. So that you may understand the power behind. And this was, unakuta ni Mungu mwenyewe alisema. Na hii ukiangalia inatumika sana na wachawi kuliko watu wa Mungu. Ndio unasikia wana wa nani? Watoto wa dunia ni werevu kuliko watoto wa ufalme. Anzia 22 verse 24. Yes. Kama niishivyo mimi, lakini mwende msome yote. Chapter 22. Kama niishivyo mimi, asema Bwana, hata Konaya alikuwa mtu. Hata Konaya mwana wa Yehoiakimu mfalme wa Yuda angekuwa pete yenye muhuri katika mkono wangu wa kulia. Hata kama angekuwa, nataka uisome hiyo vazi zote, tuisome na hasira. Maana anayeandika anaandika kwa hasira. Maandishi yote yameandikwa kwa hasira. Hata kama niishivyo mimi, asema Bwana. Usimuongee na hasira. Kae mchunge, badilisheni sura ikuwe hasira. Kama niishivyo mimi, asema Bwana, hata Konia mwana wa Yehoiakimu mfalme wa Yuda angekuwa pete yenye muhuri katika mkono wangu wa kulia, ningekung'oa wewe hapo. Ni hasira. Nani anaongea? Ni Mungu anaongea. Anaongea na hasira. Tuendelee. Nami nitakutia katika mikono. Sasa ni Mungu anasema, ni ukomenya wewe. Nami nitakutia katika mikono ya watu wale watafutao roho yako, na katika mikono yao unaowaogopa. Gogo ikia moko-ini ma thũ ciaku we. We ndũnjũĩ we. Wana ũcio wĩnaguo nĩ ũkuona. Nĩtiguaragia. Ena marakara. Nĩ mĩtugo ĩrĩa mwĩ nayo. Naam. Katika mikono ya Nebukadneza mfalme wa Babeli, na katika mikono ya Wakalidayo nitafanya nini? Nami nitakutupa nje wewe na mama yako aliyekuzaa, mwende katika nchi nyingine ambayo hamukuzaliwa huko, nanyi mtakufa huko. Neka yulali na marakara. Ni hasira, okay, na hasira. Mtakufa na mama yako. Nwe imagine ukirumanira na mami wanyu. Mundu ucio mukinyanetie nake ku. Ukirumanira na mami wanyu. Mugathi mukwethi mukiro kwa na mami wanyu kwa mama ya. Ne nyokwa. Kawato makone papa wanyu. Era nyokwa. Mimi siku moja niliambiwa na mama yangu ate era nyokwa. Okay. Nyokwa ni uretwo. Ndandulirwo muiko wa mogo kwa. Lakini inji ile mnaweza amewambia wakwende. Amembe lakini inji ile ambayo mutatamani kuirudi, hamutairudi kamwe. Kwa mwadhinekanio, kwa mmetupwa, utatamania kurudi na hautarudi. Huyo ni Mungu, si shetani anaongea. Na si nabii, ni Mungu anaongea. Akamwambiaje? Je, mtu huyu Konia ni chombo kilicho dharauliwa na kuvujika. We kedo kiune kagu. Kedo Kenya. Ni chombo kisichopendeza. Pona. Wametupwa nje. Mbona wametupwa? Yeye na wazao wake. Yani kinyaroshi yaro wako. Na kutupwa katika nchi wasioijua. Odhina kanetio uko kwenye nchi na ardhi usioijua.
Kĩndũ gĩko. Ndangari ĩno. Taka. Huyo ni Mungu. Ararie na ruo ngoro. Na marakara manene. Niki mundu kumurakaria. Usome hapo nyuma. Uanze verse 1 ya chapter 22. Ndio uelewe alikasirisha. Inji sasa angalia. Sikiliza sasa hapa. Amekasirika, ameachana na Konia. Ameenda wapi? Inchi. We teri. Nwaigwa. Lisikie neno la Bwana, si neno la shetani. Neno la Bwana. Afanya nini? Alisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto. Ngoja. Andikeni habari za huyu mtu. Nuero andike. Nani ameambiwa andike? Neteri. Mchanga ndio umeambiwa uandike habari za mtu huyu kwamba hatafanikiwa, hatapata watoto. A man that will never prosper. A man, Kizungu inasema, write this man down childless. All his days he will never succeed. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote. Sasa nuaria ni undu wa marakara ma mehia maku, ni undu wa marakara ma mehia ma baba wanyu, ni undu wa marakara ma mehia ma shosho wanyu kana guka wanyu. That is why God is so bitter with you. Maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa. Hakuna. Ona oshiare na mudhugu. Hata uzae na Mchina ukifikiria atakatengeneza barabara, hakuna. No. Hata uende Japani uzae ati ufikirie atatengeneza gari, no. Utazaa tu kodo. Maana you are operating under a curse. Ndio unaona you are successful until this woman came to my life. Mnielewa? I was successful until this man came to my life. I was successful until this man alijoin hii kanisa. Ndio maneno ilianza kuharibika. Because this man is not bad. He is carrying a generational curse, not from man but from God. Pastor, don't get it out. He's not carrying a curse from man, but a curse from who? So, who can go persuade God and tell God we change this? This God was so bitter. Maana hapana mtu katika uzao wake atakayefanikiwa. Akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda, they will never. Your entire generation will never. So how do you change this? How? Umeona? How do you change this? Nekigoke mwe. Yeke nekigoke mwe kweli? So how do you expect me to change such a thing in Nakigoke mwe? It's very hard. It's completely hard. So that is when you came, unakuja pale na kuhurumia na kuambia umebarikiwa. Ninachukuaga pesa yako lakini inaniumiza. Uzuri najua si ichukuangi, inachukuliwa na hawa watu wa kuchukua pesa hapa. Inaenda kwa bank, inalipa rent, na tunatafuta mayatima wengi hapa. Mayatima, meta mayatima kana meta wote. Hawa mama hawana watoto, wana bwana. Wajane tunatafuta wengi, na wazee wale that is the reason behind. Unaonaga ninaitaga hawa watu kwa sababu hii pesa ilipatiwa ni ya ukora, wacha niisafishie huko. Naifanya wash kanisani. Tika wash.
Ndire bata ndemuhenie. Ndio mundu wa washi. Todo ciakwa icio ndingĩtwarĩra ciana ciakwa. I swear. Hiyo siwezi pelekea watoto wangu wakule. Siwezi. Hiyo ni laana tu. Maana sikukusaidia. Ndio nakwambia nenda niletee mchanga. Kwa sababu nimekusikiliza, nimeona laana imeanzia kwa mchanga. Nakwambia nenda uniletee mchanga. Kwa sababu utaki ni kuexplainie, urenda kiugo kimwe. Niko kwenda kiugo kimwe no, but I will tell you niletee mchanga. Sasa ukikuja nitaombea. Wewe nisikilize venye nitaomba, utajua hizo vitu hizo mingi zimekushika. Umenielewa? Lakini wakati sasa nitawafundisha muelewe vizuri, sasa nitakukikuja kuniletea hiyo kiugo kimwe nitakuchapa tu silabu. Nakwambia jehalali ali muha. Because wewe ni mtu irresponsible, ujielewi. Sababu wewe umezoea kanisa ya kuruka hapa, kwenda hapa. Kuruka hapa, kwenda hapa. Na kwa sababu huyo pastor anataka pesa, anataka kuendesha kagari mzuri, anafanya nini? Anachukua pesa yako. Kesho kutwa unamkuta anaendesha Prado, anaanza kusema Mungu amenitendea. Amenitendea. Lakini unakuta kwa kanisa mzima yeye tu ndiye alitendewa. Kwani baraka ikikuja, unaona hii inaongelea kizazi, uzao wake. Kasi ya Mungu inaongelea kizazi, lakini baraka za kanisani zinaongelea pastor mmoja. No. Nikibarikiwa lazima nao ubarikiwe. Kama tuko pamoja, if we are going together, if I buy a new car, hata unavaa kununua kavits, ama unavaa kununua baiskeli ama pikipiki. At least there must be a move in your life. But if it is move ina move tu kwangu, ondokea hiyo pastor. Just run away. Ati wokire guku we na gari utagwaga riu ni uragwa. Ati wokire guku we na gikari. Andu agwaga na waikaragira gete special. Riu we tugakoria kile watigiro nakyo ne big G. Kitaka kujua mtu wako na stress. Kama yule mama mliona juzi akiharibia Harrison jina. Huyo mama ninamjua, alikuja hapa. Ni mama najua. Pesa yake ilipotelea kwa Desi. 40 million alikuwa anafanya na Safaricom dealership. Pesa zake zikapotea. Unaona yule msichana anaitwa Boy hapa. Yule rafiki yetu. Mama yake akamchukua. Alikuwa hapa Kamkunji, alikuwa anaishi kwao, wakampatia mahali pa kukaa. Maana nyumba iliokshoniwa, kila kitu, alikuwa amechukua loan, kila kitu ikaokshoniwa. Akienda kwa Harrison alikuwa analipiwa tikiti ya that bob kupanda hapa, kutoka hapa kuja baka hapa juu, ama ana walk. Akanunuliwa, akapatiwa 100,000 na mama ya huyo wa Boy. Akapatiwa 100,000 shilling, ile unaweza kumpatia mtaji, ni kupatie capital ya kwenda kazi. Wakampatia 100, akanunua miavuli ya kuuza kama hoka. Huyo mama alikamununulia, akampatia 100, akanunua miavuli. Aliponunua miavuli, badala ya kwenda kuuza, aliipeleka yote kwa Harrison, akaitoa kama sadaka. Huyo anaoka kwa tulate ate mhujole wa ajaribu aongee kama mimi. Na Harrison ni baba yetu, ni mpole. Nie nitakuchukua, nitakuinua, nitakunyanyua. Na nitaitisha kamera zikue ukinyanyuliwa. Uongee uongo yangu. Ongea ukweli. Kama nilifanya, kama nilirepu, mimi nasemaga. Mimi nilikuwa msherati. Nimekuwa msherati. Ile hakuna mtu hata mmoja hapa anaweza kufika level yangu. No one. Sugu, wakati tulikuwa na keti tukasema yule mama yote anajua nililala na yeye akuje aseme. Walikuja 300. Mpaka nikabia sasa keti totigere hau. Nikarudi kwa hiyo mtandao nikatagasa. Kama unajua nimewahi kulala na wewe, kubali tu nimekufugua na wewe unifugue. Kubali tu. Na nimetoa, na nikatafuta sadaka nikapeleka kwa babangu wa kiroho. Nikaenda nikatoa ya kujifugua na nikafugua in absentia. Because hiyo ingekuwa record. Sasa uwezi kuja kunitisha ati nikuwa ati skado ya Waruinge. Hapana, nilikuwa mwizi
wa bunduki. Nilikuwa pickpocket. Nilipiga watu geta hapa Mukuru. Kuna mzee mmoja nilipiga geta mpaka akakunia. So, nikioga mama huyu anajua tulikuwa Kamunyweso. Tulikuwa Kamunyweso pale wa Nairobi West. Pombe yote tumekunywa. No ndihena ta inywe. No inywe mwikaraga matu-ini moka rucini. Ni njikaraga guku thi. Na maundu ma guku thi ni njikite. Kira itarekite ni kuhunjio gwe ndirahunjia. Nikio onaga ngihunjia na passion. Tondu macio mage ndukundisha namo. Ati kuga ati riu ati kai torogama. Kato higure chapter ya miario. Je taruke guko ha. Tina guko. Okay. Horai kafisha. Yogu. Ate diona kaskati. Ate keti waigira kule nenda koma nawe. Waigira kwa. Ulicho ni ulimo. Ucio wetagwo ulimo. Hakuna kitu sijafanya. Go tell your peers. I have done it all. Nimeenda mpaka kwa shetani kuiba. Leave alone nywe tofaya tumutale besha. We have free mason. Hakuna kitu. Si rangi hii tumepaka rangi. Oyo ni rangi. Hatire kitu. Kule ni piwa 22-23 carats. Pale Nyerere pale. Sahani ni gold. Kila kitu pale ni gold. Nimeenda huko. Tukatoa tukafikisha nje. Tukiendelea sasa kuingia huko ndani, kukatokea skeleton 3. That's the only thing that has ever scared me. Tulitokea kama mlango kale watu kama 100. Tukahata, tukakwamiliana kwa unajua unaweza ile kutoka tukakuwa mazizi. Skeleton inakuja. Venye tulikonda tukajomoka, I cannot explain. Tulikonda immediately na tukachomoka. Alafu sasa kwa sababu ya kufinyana hii yangu ilikuwa imekosa nguvu. Sasa nilitembea hivi bio mpaka pale gate ya Serena Hotel. Hapo ndio nilisimamia. Watu wa Nation Media kwa sababu walitukava, it was breaking news kuona the commander himself the commander himself Bwana asifiwe sana. Sasa endo ni mtafuta skado ya Waruinge. I have done it all. Mamimba nimedungana. Si mnaonanga watoto wangu wote. Sasa wamefika, nimepata mwingine ako Australia. Ako na 19 years. Mama yake walitoroka ati alikuwa anafikiria nitamuua. Sasa ameniona kwa YouTube tukiwa daketi. Amesema amefurahi niliokoka. Na alikuwa anashindwa ati akarehe mwanale kana ku demoralime. Wanakuja Disemba hii. Wanakuja Disemba hii niona kijana kingine yangu. Sasa wewe utakuja kunitisha ati na stakado. Ati taramu dugude na tuko. Nikikuwa dago ile giokera. Akokija kwa koma nethiete ri. Urando bakugunge. Nikiona gagiturira Ngai wakwa. Bwana Yesu asifiwe sana. I know where he has brought me from. Ukiuliza huyu hapa kwa Australia kutolea OB kuna OB ilikuwa yangu peke yangu. OB yangu. Kikosi ya Flying Squad ilitengenezwa kwa sababu yangu. Kuna mapujoti zilikuwa KAM hizo zilikuwa pujoti 36. Simbodha anakuja hapa. Yeye ndiye waliprocure. Zilinunua pujoti 36 purposely because of me. Kukatengenezwa hiyo ikashidwa. Flying Squad ikashidwa. Kamude akakufa. Alipokufa wakalete mwingine na wengine. Na wakachikikosi. Ingine kaitwa Chui, ingine kaitwa Igo, ingine kaitwa Kwekwe. Zote zikaniwacha kama nimesimama. Bwana asifiwe.
Sasa unafikiri utaweza wewe? Kama serikali Michuki akasema, si Michuki, Christopher Murugaro alitoa 40 million akasema shoot Waruinge on site. Hata ukiwa na bunduki ya badia, piga risasi ukujie 40 million. That is how dangerous I was. Kuna mkamba mwingine alikuwa na Ndobi PPU, alikuwa anaitwa Kilonzo. Alisema Waruinge is armed and dangerous. So huyo amesema musishike ua. Hiyo ni order tu ya shoot to kill. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio na tugetheka nawe hapo wewe. Nilikuwa naingizwa hapa in Australia, askari wa hiyo station wote wanatolewa, kunaletwa askari wengine. Na upatikane kuna mama mwingine, unajua yule mama anaitwa Bezuda. Sinamjua? Bezuda kakiwa kasichana alikuwa gigiri. Sasa akanihurumia, akasneak ka information, akaambia, nikamwambia patiana hii namba, uwapigie uambie niko gigiri. Si alikamatwa. Bezuda alizungushwa siku 8 bila kujua kwa gari ya buti. Anazungushwa tu kutoka siku hiyo. Bezuda ni mshirika wa hapa by the way. Ananiambia acha nikuje kwa sababu uliokoka, lakini ulinitesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesikia sasa. How do we come out of this? Is it deliverance? No. This is a judgment. I need you to understand. There is a judgment. Na kuna nini? Kuna laana ambazo zinakuja kutokana na matendo, ama kutokana na spiritual mistakes that we do, ama laana zinakutokana na madhabahu. But this is now God himself speaking. That is not altars. That is a judgment. A judgment from God. It has been pronounced. A judgment si maombi mrefu. It is to understand what that has transpired. Ufanye venye koti ya inchi inafanyanga. Umepatikana na hatia na koti imekufunga miaka 10. What do? You don't argue with the judge. You go to the higher court to appeal. Ikikataa, you go to the next to appeal. So what we do when it comes, ikifika hapa, we don't make noises. Oh, Baba! Have mercy! Malaika Mungu anasema natuma malaika. Michael, hebu uende usikie Keti ni nini. Nasikia kama Keti analia. Sasa naye Keti ni yule wa ile maombi. Sasa malaika anakutilia. Akilia hapo. Malaika anasikiliza. Anasikia hiyo ni punda. Anarudi kule anaambia, saa nimeenda, lakini Keti hakuwa, ni punda ziko huko. So wewe unafikiria umetoka Katoroni ama umetoka Heaven's Gate, ukilia kama punda, unafikiria kuna nini breakthrough. Kulikuwa na breakthrough, ulisikia the presence, maana malaika wa Mungu alikuwa area. Hiyo ndio ile presence ulisikia. Lakini breakthrough haipo. Utakuta nyumba yako imefugwa. Adare kelema. The presence of God was there. Yes. The angels stayed there waiting to hear the information you want the Father to hear. When the angels are here, you can feel, utawasikia wako.
The presence of the angels will be there. That is what you misinterpret with the breakthrough. The presence is not the same as breakthrough. Breakthrough ni kupata through pass, through line ya Mungu. Lakini presence wako, wakifika hapa mtawasikia wako. Hiyo ndio tofauti. Tedale katoroni deigwa hakinya jure cia kwasikira. Si haro kama todo andũ igũrũ ni makinyire. Serikali ya mbinguni iko inangojea kusikiliza ndio ripoti wako na notes. Wanangojea, wanasikia. Kumbe ni kulilia, unalilia Mungu. Naye wao wanapeleka ripoti, unasema ni puda zilikuwa huko. Kohoya gogo. Kinundu. Ni hoya go, ni ugaba, ni ugabu. Na kuna ingine kuna sasa malaika akikuja akukutilia ukiwa kwa ole atapeleka ripoti gani? Nego kwekenda huko kamera ya matumbe. Na ukitoka hapo ndio ukisema kai kulikuwa na breakthrough. Roho agai araharurukire. Ni araika walikakana wewe. Kwa sababu kuna difference, malaika wanajitumanga, wanaambiwa na bosi yao Michael, nendeni mpate mtafute ripoti. Na kuna wale sasa ripoti imetoka kwa boss. Kibia uangalie huyo msichana ni nini. Sasa ripoti ya kwa boss is being taken seriously. Kama sasa mkuu wa polisi atoe order. Ni kama usiesi. Hapana, mnafanyanga patrol ile ya kikawaida. Na order ikitoka kutoka juu mpaka uniform mna change. Muonekane mkue mkozi kwa sababu ni an order. Sasa an order from heaven, malaika ametumwa. Kwa hivyo atakaa mpaka atafute ile kitu baba anataka kusikia. Sasa wanasikiliza, wanagojea ichange. Sasa anasema huko tumeenda lakini ni kama watu walihama. Kuku ndio hazina chakula. Sasa order inaachiliwa. Inasemekana kuachiliwe chakula ya kuku. Sasa badala ya chakula ya watu iletwe, unakuta ile chakula mingi area hiyo yote ni ya kuku. Bwana asifiwe sana. So on this issue, we don't go in that stupid way. We present our case in the court of heaven. Hello. Si makelele sasa. Si godhio masiri nae likaja likakwenda limokota, hapana. You present your case. When you are going to the court of appeal, you present. When you are going to Supreme Court, uliona wakati wa Raila na Ruto, it is a contingent of lawyers. They are well organized. They are given time. When you are going to speak, it is 1 hour. So you don't waste na makelele mingi. You are 1 hour. You present your case kama mtu anaitwa Daudi. Daudi is a classic example of men who presented their case to God. Anajua amefanya usherati. Bwana asifiwe sana. Amefanya usherati. Na anaenda mbele za Mungu na Mungu anamsikiliza. Akinuka hivyo ananuka. Mpaka Mungu anasema this is a man after my heart. Because I understand what to do. He presented his case before the court of heaven. Because this is a judgment. This is not an argument. Hii ni order, ni decree imeachiliwa. Umesikia zile amesema huyu mtu aandikwe hata faulu. It is a decree. It is a judgment. A judgment, now you go, you confess. Ni ile tunabiagwa toa malilio. Ukiuliza watu wa DPP watakwambia toa malilio. Malilio sio kuanza kusema unajua sikuwa nimefanya, nikuwekelewa niliambia toa malilio. Malilio sasa, the court have found you guilty. Bwana Yesu asifiwe sana. The court has found you guilty. So there is no argument hapo. You are guilty as charged. Now kubali, maana umekamatwa. Hukumu imetolewa. Hapo ndio unakubali, unasema mimi ndio niliiba.
Mwanzo nataka kuomba koti hii inisamehe kwa kuipotezea muda, kwa maana hii kitu ningekisema. So you confess, you release yourself, na unaambia jaji pale, ninakuomba tu, najua sistahili hata kusimama mbele yako, sistahili hata kusema jambo lolote, maana sifai. Mwanzo kabisa ninafaa kuhukumiwa hata zaidi, maana nimedanganya koti, nimewapoteza wakati mwingi wa koti, na lakini sikujua, na nilikuwa nafikiria mimi ni mjanja, kumbe koti ina mwangaza zaidi kuniliko, na mkono wa sheria ni mrefu kuniliko. You surrender, inaitangwa total surrender. You disarm yourself, you totally surrender, and you let it to them know wewe ni mjiga. So unajiachilia, unamwambia at your mercy. Ukitoa hukumu yako, please, sikushinikizi, lakini niko na watoto 5, niko na mke, na mimi ndio breadwinner, lakini sikushinikizi, na kuomba tu kwenye hukumu yako unikumbuke kwa hayo. Kwa hivyo ukubali hukumu, na kwenye hukumu yako unikumbuke kwa hayo. Huyo jaji kama ni mama ako na watoto, atakufunga kifungo cha nje, ama waseme nenda nyumbani, kwa sababu ni kosa la kwanza. Wewe ni first offender. Umeyeyusha moyo wake, umezungumza kwa moyo wa huruma, akakuhurumia. Hapo ndio inakuanga the mercy, attracting the power of mercy, the spirit of mercy, not what good you are. Baba, kumbuka tu, unajua sisi ndio tulicheka kanisa, unajua sisi ndio hiyo ni ujinga. Kama hukumu ishatoka, ishatoka. You plead your case in the court of heaven. Mungu ni Mungu aliyejawa na rehema zake. He comes in automatically. That is what David knew, others didn't know. Hakuna mtu alikuwa mchafu na atakayepatikana mchafu kuliko Daudi, lakini hakuna mtu mzuri macho ya Mungu kama Daudi. He presented his case. He took his case, akaambia Mungu, nema utumio ile niarokire. Nendele akili ogu. Nilifanya tu. Ni kwa nini? Sasa wewe Mungu. Huyu mama alikuwa pale akioga, ameinama anajirushia maji, na mimi niko kwa dirisha nachungulia. Nilifanya. Nikamuita. Wewe Mungu mwenye rehema, nichukue kwa unyonge wangu. Niangalie tu kwa macho ya huruma, kwa unyonge wangu, maana mimi ni mnyonge. Mimi ni chombo ni chombo dhaifu. He pleaded, he knew how to plead his case. Change how you are praying. You don't need a pastor to come and deliver you. You don't need. You need to understand, this is the judgment over me. I need to plead my case. Here, hapo pastor agree. Hapo pastor darokera. Katakati ine hakuna gai wakinya ne judgment. Hata lawyer does not enter in court when you are pleading. When you unatoa malilio, hakuna judge, lawyer wako hata ongea. Ni wewe unaulizwa, toa malilio. Lilia koti. Lilia. Hiyo ni Mungu anakuambia leleraga, lelera. Lelera. Dogeja kolera, papa nulalikana. Oi baba! Hapana. You construct a case. Mwambie mimi ni mlevi. Mimi ni msharati. Mimi ni mwizi baba. Hata sistahili kusimama mbele yako. That is how to plead your case. Sina uwezo. Mimi ni tapeli. Dhege. Dhege muga gatia. Dhege na kekeke. Rukogoro wake. Rukogo.
Huyo yakate huyo weteke. You surrender. You make God surrender to your case. Unayeyusha moyo wa Mungu mpaka anakuja kwako. You worship him with pleads. You glorify his name. You demean yourself. Allow him to come and take control. You will be blessed. Na milango yako inafunguliwa. He will call you a man after my heart. And your life will change forever. You don't need my hand. Take your case to God. Siana ile siaku thie igoti-inĩ rĩa Jehova. Ni judgment. Nikusomea ujue ni judgment. Nifungulie Deuteronomy 28. Fungua Kiswahili tu. 28 verse 4. Kumbukumbu la Torati. Nini? Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, kuongezeka kwa ng'ombe wako na wadogo wa kondoo wako. Sasa Luka uende 14. Twende 14. 14 ama 15 hapo, ama either 15. Ziweke zote 14, 15, 16. Musipo twende tu. Lakini itakuwa usipotaka kusikia sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote, amri zake ni kuagizao hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Tuendelee 16. Utalaaniwa mjini na utalaaniwa mashambani. 16, 17. Litalaaniwa kapu lako la chombo chako cha kukandia. 17, 18. Utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Kuongezeka kwa ng'ombe zako watalaanika na wadogo wa kondoo zako. Rudi 1, 28:1. Umesikia? Na hizo laana zitaletwa kwa nini? Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza na kufanya maagizo yote ni kuagizayo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Tuendelee. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupita usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. So the condition ni kusikia sauti ya Bwana. Usiposikia sauti ya Bwana, hizo ndizo laana nimekusomea. Nitawafundisha next time laana ambazo zinakufuata kwa sababu ya kukosa kusikia sauti ya Bwana. Kwa hivyo ni sauti. The point here ni kutosikia sauti ya Mungu ndio kunasababisha machukizo haya tumeyasoma katika kitabu cha ngani cha Ezekiel. Hiyo mashida zote, the challenges that we are facing in our life is not because we ni kitu kingine, is we failure to listen to the voices of God. And when you fail to hear the voice of God, what you attract is what we call spiritual sin. There is a difference between spiritual sin and the normal sins. The normal sins will attract a penalty of 5 generations, but spiritual sin attracts a penalty of 10 generations. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So have you understand how to do it? How to come out of it? Have you understood? Tumeelewa? So le mambo nado another nike. Ni kama naona tani ndo metakuwa kugethe no shiona. No, I am here to just educate you. So I want us to take this opportunity now that we know. Kabla niwaekelea mkono kwa sababu lazima niwapatie suta na cactus. Tutasimama kwa miguu yetu. Then I want you to construct a statement. Wewe ni msherati?
unajua usherati yako. Wewe ni mwizi, unajua wizi wako. You know everything that you are. Take a position and plead your case. How do we start? Seek to cleanse yourself. Ambia Mungu utubu dhambi zako zote. Ukitubu dhambi zako zote, then prepare yourself to go before God. You can't go before God na hiyo uchafu uko nao. Ask God akusamehe dhambi zako. Na hizo dhambi uzitaje. Kama ni kamzeka wenyewe uko nako, ukataje. Kwa mwenyewe uko nayo, umutaje. Kama ni mwizi, wewe ni mchawi, just mwambie mimi ni mchawi. Mwambie I am a liar. Mimi ni mtu muongo. Sistahili hata kuwa karibu na wewe. Then utasikia alilive. You will hear the angel speaking to you. Then that is the time when you hear now you have the relief. Mungu atakusikiliza, atakufungulia masikio. Sasa plead, mwambie all these things I've done. I need your touch. I need you. Forgive me. And he will. Then nitakuwekelea hiyo mkono. After that, captures na suta. So let us get into a deep worship. Quickly. Wewe ni Mungu. Meanwhile, ushers, remove waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Unaweza kusonga mbele. Songeni mbele mpaka hapa. Just move forward. Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni baba yangu. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Vipofu wanaona. Wewe ni Mungu. Songeni mbele, ushers. Waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Ni baba yangu. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Ni baba yangu. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna
kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, 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 hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, 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 hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Kule nyuma sitaki watu. Sitaki watu kule nyuma. Watu wakuje. Usibaki watu nyuma. Pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. Roho wa Bwana, pokea sifa milele. sifa milele, Roho wa Bwana.
kama wewe, uabudu wangu leo. Nani kama wewe, nakupenda ni nani? Nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, nakupenda. Nani kama wewe Yesu, nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, nakupenda ni nani? Nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, nakupenda. Ni nani kama wewe Bwana?
nilikuwa nimepotea, nilikuwa nimepotea, nilikuwa nimepotea. Sema nami kama mtoto Baba, Sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto Baba, sema nami kama mtoto Baba, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto. oh, moyo wangu wakutamani Bwana, Moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani Yesu, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani. Baba, ukipita usinipite Baba, Ukipita usinipite, ukipita usinipite, ukipita usinipite, Bwana, ukipita usinipite Baba, ukipita usinipite, ukipita usinipite, ukipita usinipite. ukinua niinue Baba, Ukinua uninue, Baba, ukinua uninue, ukinua uninue, Baba, ukinua uninue Baba, ukinua uninue, Baba yangu, ukinua uninue, ukinua uninue, ukiponya uniponye Baba, ukiponya uniponye, na ukiponya uniponye, na ukiponya uniponye. Baba, ukifungua unifungue Baba, Ukifungua unifungue, ukifungua Yesu, ukifungua unifungue, ukifungua unifungue. Baba, ukiinua uninue Baba, Inua uninue, Baba yangu, inua uninue, ukiinua uninue. Baba, ukiinua uninue Baba, Inua uninue, inua uninue, ukiinua uninue. oh, ukisamehe unisamehe Baba, Unisamehe, unisamehe, unisamehe Baba, unisamehe, unisamehe, ukisamehe, unisamehe. Baba, ukisamehe unisamehe Baba, Unisamehe, unisamehe, ukisamehe, unisamehe, ukisamehe, unisamehe. oh, ukiinua uninue Baba, Inua uninue, inua uninue, ukiinua uninue. Baba, unibariki unibariki Baba, Unibariki, unibariki, ukibariki, unibariki, ukibariki, unibariki. oh, bariki unibariki Baba, Unibariki, unibariki, unibariki Baba, ukibariki, unibariki, ukibariki, unibariki. oh, ukitenda unitende Baba, ukitenda unitende, Na ukitenda nitende, na ukitenda unitende. ukitenda unitende Baba, ukitenda unitende, Na ukitenda unitende, ukitenda unitende. moyo wangu wakulilia
Nitakasa unitakase, nitakasa unitakase. Oh, ukitakasa unitakase Baba. Nitakasa unitakase, nitakasa unitakase, nitakasa unitakase. Baba naomba kubarikiwa nawe, nitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba, Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. oh, Baba naomba, Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Chisontaboya koradhi mwenye kinguma, otara dimete. Chisontaboya koradhi mwenye kinguma, otara dimete. Chisontaboya, kubarikiwa nawe,
wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba. umeinuliwa juu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, Shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba, umeinuliwa Baba, umeinuliwa juu, Baba yangu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba, umeinuliwa Bwana wa mabwana, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba, msalaba inuliwa Bwana, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba, msalaba umeinuliwa juu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba, msalaba umeinuliwa juu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba, umeinuliwa Bwana, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu Yesu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba, umeinuliwa Bwana, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba, msalaba umeinuliwa Bwana, umeinuliwa wewe umeinuliwa Yesu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba, umeinuliwa Bwana, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba, msalaba umeinuliwa Bwana wangu, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba, msalaba umeinuliwa Bwana, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba, umeinuliwa juu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba umeinuliwa juu, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba, msalaba umeinuliwa Bwana, umeinuliwa juu, nikuabudu Bwana, wacha nikuabudu ewe Mungu wangu, shujaa wa msalaba,
overcomer. Because you overcame, my victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. Because you overcame, my victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. Because you overcame, my victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. Oh, because you overcame, my victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. Because you overcame, my victory is guaranteed. I am an overcomer. Because you overcame, my victory is guaranteed. I am an overcomer. Because you overcame, my victory is guaranteed. I am an overcomer. Because you overcame, my victory is guaranteed. I am an overcomer.
salama.
Sasa malaika wakikuja watajua anasema nini. Bwana asifiwe sana. Leo kuna Mungu ameachilia kipawa cha uponyaji. Operation zitakuwa zikifanyika tu hapa. Operation zitaanza kufanyika na imeanza kufanyika. Imeanza kufanyika. It is now coming. Malaika Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Yes. Yes. May the Spirit of God start now operating you wherever you are. Anzeni kufunguliwa, anzeni kufunguliwa. Wale ambao vipawa zao zimeteremuka, I can see kuna angels. Angels are touching you now. Angels are touching you now. Unajaribu. Receive now, receive now, receive now, receive now, receive now. There is a huge power, huge power. Nguvu zimeshuka kutoka mbinguni, nguvu zimeshuka. Malaika wameshuka. You can feel the presence of God. God, some people, unaenda, kuna watu wamefunguliwa. Already kuna vipawa vitano vimeshuka. 5 vipawa vitano vimeshuka. Vipawa vitano. Ushers, kuna vipawa vitano. Hapa kuna viwili. Hapa kuna viwili zimeanza kufanya kazi. Just rise up. Rise up. Receive. Receive. Here there is 3. Here there is 3. Here there is 3 coming on you now. Ndio imeshuka, ndio imeshuka, ndio imeshuka. Vipawa, nguvu za kutenda miujiza, nguvu za kutenda. Receive. Tenda miujiza. Fungua. The mighty name of Jesus. 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 The mighty name of Jesus Christ. The mighty name, by the blood of Jesus. The blood of Jesus. 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 Be healed. Be healed. By the blood of Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ. 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 Blood of Jesus. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. 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 I hear the voice of the financial breakthrough. I hear the voice of the financial breakthrough. Wengine walikuwa wameshikwa na mchanga ya kwao. Wengine walikuwa wameshikwa na mama zao. Wengine walikuwa wameshikwa na baba zao. Wengine walikuwa wameshikwa na maboyfriend wao, na wanaume ambao walikuwa na wao, na wanawake walikuwa na wao. God is telling me that every chain in your life, every condemnation, you were condemned never to succeed, but right now every single chain ambayo imekuwa against you, I break it in the mighty name of Jesus Christ. It is broken now. Broken now. Chains zinavunjika. No more poverty. No more poverty. Shida matatizo. Shida na matatizo ndio hizo zinaondoka sasa. Watu watafanya biashara. Kuna watu wamesafiri wanaenda Turkey. Kuna watu wanaenda China. Kuna watu watauza mashamba. Kuna watu wamekuwa makampuni kubwa kubwa. Kuna watu watajenga manyumba. Ndio hiyo sasa imeteremshwa. Ndio hiyo imeteremshwa. Ndio hiyo imeteremshwa. Kuna watu wako na vipawa za uimbaji. Ndio hizo zimeteremshwa. There is power. There is power. There is power. Power in the blood of Jesus. 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 Power in the blood of Jesus.
Power in the blood of Jesus. Don't touch. Power in the blood of Jesus. Power in the blood of Jesus. Power in the blood of Jesus. Chains are broken. Chains are broken. Too chains are broken. Too chains are broken. Are broken. You are broken. You are broken. Kuna watu wamewindwa na spirit ya witchcraft ambayo iko ndani ya familia yao. Inua tu mikono yako juu. Inua mikono yako juu kila mtu. Kuna watu wako mahali hapa wamewindwa na spirit ya witchcraft. In the count of 1 to 3, this chain that has been chaining you will be broken. I'll say 1, you say the blood of Jesus. 1, 2, 3. Broken now. Uchawi ondoka. Uchawi unaondoka. 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 They will never see you anymore. Hawatakushika tena. Walikushika kwa uchawi. Walikushika kwa uchawi. Walikushika kwa uchawi. Walikushika kwa uchawi. Ondoka sasa. Uchawi mwache. Every chain, every demonic chain, all are broken. All are broken. All are broken. The mighty name of Jesus Christ. Fear has been tormenting you. You are not able to serve because of fear. And from now, the spirit of fear, in the mighty name of Jesus Christ, come out! Out now. Yes. Yes. Utatabiri. Utawaombea maskini, watapata nafuu. Utafungua familia yenu. Mungu amekupatia uwezo wa kuondoa mpaka magonjwa kwa familia yenu. Biashara yako itafunguka from the January. Look at my eyes, eye to eye. It is coming. Come back here. Come back here. From now, you will speak in tongues. You will speak now. I open your mouth now to speak in tongues. Yes. 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 Come. In the blood of Jesus Christ, speak now. All the gifts. Yes. Ikiorangaliria tu. Ramu kanyeni wako. Dada wote githukania. Na muthuri waku ni akwire. Ni atũrĩte akuohete. Kuma ũmũthĩ. Kama itho mako. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndagũtigithũkania nake. Akome kũrĩa thĩinĩ. We. Ulikuja saa ngapi? Afternoon. Mbona ukujangi kanisa? Watoto ulipeleka wapi? What happened? Do you know God is not happy with you? Did you know God is not happy with you? You should be knowing from now. You should know.
Come on. Come on. Dada. Ayo kila there is power. Power, working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, working power in the precious blood of the Lord. There is power, working power in the precious blood of the Lord Jesus. There is power, working power in the precious blood of the Lord. After you have prosecuted your case before the court of heaven, after you have prosecuted your case in the court of heaven, listen to this. Look at me. After now we have prosecuted our case in the court of heaven, you raise a sacrifice for the atonement. Ukisha kupeleka kesi yako kotini, koti ya binguni, unakuja na sacrifice ya atonement, dhabihu ya kutubu na kujiunganisha. You atone your sins, then for forgiveness, for cleansing. Then from there you will be reconnected. Kenya Power wakikata stima, lazima ulipe gharama ndio wakurudishie stima. Bwana Yesu asifiwe sana. So chukueni envelope, wale wako nayo, you can do it now. If you don't have, go bring it on Wednesday. You have those days only, between now and Wednesday. But kama uko nayo sahi, you can bring it when the ground is still hot. Tunaweza weka kigosho moja ya Kikuyu, worship ya Kikuyu. Indere ya Israeli manyite to megwate ariamba manyite te mameraga toimera idiemba iria mwanagera ngaiwanyu indere mwarore motokenie Israeli manite to megwate ariamba
sokenie kai motoe gai wito kai motoe Kama uko nayo wekelea tu hapa. Kama uko nayo wekelea tu hapa. Ukiwekelea tu unafunguliwa. Ukiekelea unafunguliwa. Unaachiliwa. Umeachiliwa. Umeachiliwa. Wekelea tu unaachiliwa. Unasikia nguvu tu zinateremka. Power is coming now. Unasikia kufunguliwa. Unafunguliwa. Shanga ibito twashinaga tugetwara magomba na majina mbere yake tugikombo yagera nukomenya turohore ahotate komoinera kwegogo kaimutoe siku ya Jumapili nimejaribu kusikiliza mpaka sasa nimepata the true how God wants it to be done. On Sunday tutafanya ibada ya kutovu. On Sunday tutafanya ibada ya kukata kitovu. Leo tumefanya ibada ya kutubu. Plead your case before. Now we will disconnect. Tutakata nini? Kitovu ndio kimekamata mchanga wako. Kitovu ndio kimekamata watoto wako. Kitovu ndio kimekamata biashara yako. Ndoa yako imekamatwa na kitovu. Fikira zako zimekamatwa na kitovu. Hiyo ugonjwa uko nayo ya kansa, ya nini, whatever the disease, imekamatwa na kitovu. Because many diseases we inherit them because we were not washed. Hizo maneno zikatoka. So on Sunday, come with a sacrifice. Hello? Come with a sacrifice. We break the altar of the cord. Because that is the one that links you to the poverty you are in. That is what links you to the challenges you are facing. That is what links you to the successes you have. You will be set free forever. You will be able to set free even your brothers and sisters who are not here. And at the same time, we will be speaking to the flag. So you bring the altar for the flag and the sacrifice for the flag. We will be speaking to it that this country is a godly country. We will be speaking to that blood. We will be speaking to that black man. We will be speaking to that ground, the earth, the green color. And whatever this country has refused to give you, because you pay taxes to this altar, you elect your leaders to this altar. Because parliament without this, it's not parliament. A school without this is not a government school. A police without this is a police station. So we shall be speaking to the flag. At the same time, disconnecting yourself from the blood that you are seated on, because the soil we are seated on is the blood of human being. It will be the most powerful sermon you've ever been to. Nitaenda mlimani na mimi na wewe pia unisaidie kwenda kwa mlima. Wale wanajua kuomba in the deeper.
muthie kiwanja. Maigua timu muthie kiwanja. Wale wanajua kuomba, ingieni deep, because on Sunday it will change the dimension of the entire nation. It will change. You may look at yourself, muone ni tumutu tudogo tu, hamjajasi wengi, lakini the impact that you are bringing to this nation and to the world at large, it is an impact that has never been done by anybody. God has chosen you. And the Bible says, because I have chosen you, are my people. You, Deuteronomy 7. Give us Deuteronomy 7 quickly. Verse 7 or 6 there. Give me Deuteronomy verse 5, 6, 7. Ulikuwa umefunga kazi? Hapa ni military camp bwana. We don't hapa ni military. Kama ulikuja hapa ukifikiria umekuja kanisa, ndio utafuta kanisa. This is a camp. Hapa tunaikaanga kisoja. Si ndio? Ufanye kazi ya Mungu. Kaini wewe utwara kunene. Kaini wewe kuihoria. Operation is done. Hakuna. This woman on Tuesday anaenda Rabat tukuchijwa. Na mimi nimeita Jehova Rafa amekuja hapa. Simuona akifanyia operation? Okay. No, amenyerete modo wake wa YouTube. Wenda Rocio thibitari uthimwo aria maraugite ni meguguthinja upimwe. Hakuna. Imeenda. Huko unajua nyinyi mna concentrate na vitu zingine, hamu concentrate muone the angels that were here, they were 7. Wamemfanya operation hapa tu. Umeona? Mama oya microphone. Hiyo yoge, huyu hataki yoge. Bwana asifiwe. There were sasa sijui kama ni angels, but walikuwa na nguo za white na robe pale. Alafu wameshika nini zinaitwa aje hizi two box zenye zimefungwa na ribbons. Wengi wako pale. Then kuna moja ameshika kitu kikubwa hivi amesema restoration. Kimeandikwa restoration. So nikasikia nimeisha nguvu. Si mnanijua mimi ni kichwa ngumu. But nimesikia tu nimeisha nguvu. I had a lump here, niko na fibroids. I'm supposed to go for surgery on Tuesday. Walikuwa pale wengi sana, wengi wameshika tu vitu hivi. Then nimesikia tu, and I told Pastor Karanja, nimemwambia. So nikasikia tu hakuna. Amen. Pole. Huyu ni mtu mwingine, si yule wa YouTube. Kwa YouTube tukikutana kwa YouTube tukae ki YouTube. Si ndio? Thank you, God bless you. Hello. Bwana asifiwe sana. Siwache niwaambiage tu story kimzaha. You will never find me serious. Unajua mnatafutaka pastor serious. Bwana anasema kunaenda kutokea jambo. Ni unafiki. Kaa tu simple. And God will use you in a mighty way. God loves you. Mukuje na sadaka muizoe. Tulikuwa kumbukumbu la Torati. Tuko namba gani? Bwana hakuwapenda nyinyi wala hakuwachagua nyinyi kwa sababu mlikuwa wengi. Torati la kumbukumbu la Torati ama ni Torati la kumbukumbu, whichever. Verse 7 inasema Bwana hakuwapenda nyinyi wala hakuwachagua nyinyi
kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa yote, maana mlikuwa wachache kuliko watu wote. Alafu ikafanyika nini? Tuendelee. Daddy. Bali kwa sababu Bwana anawapenda na kwa sababu alitaka kutimiza kiapo chake alichowapia baba zenu, ndio sababu Bwana akawatoa kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa, katika mkono wa Farao mfalme wa Misri. Tuendelee. Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu, ashikaye agano lake na rehema zake kwao wampendao, na kushika amri zake hadi vizazi 1000. Tuendelee. Naye huwalipa wamchukiao mbele ya uso wao, kuwaangamiza. Hata kuwa mlegevu kwake yeye amchukiaye atamlipa mbele ya uso wake. Hiyo ndio nilikuwa nataka, hiyo line ya mwisho, ya kwamba wale ambao ni majeuri wako hapa kanisa hii, kwa hii nyumba ya Mungu, wajeuri wale wanajifanya mang'aa. I want to assure you, hii si nyumba ile mlikuwa mnafikiria. Utalipo kwa uso wako, si kesho, it will just happen. Hivyo unawaona, huyu amewaona pale, bado ndio wale pale wamesimama. Na they are here, they are guarding this altar. Ile tumakanisa mlisoya kurukaruka, kama you are not ready to change, toka tu uende. Mnanielewa? Lakini tule tumakanisa mmezoea kurukaruka na muhahe na meshana mingi na ujuaji mingi, God has brought restoration here. Acha kupiga hiyo makofi. Sasa unapiga makofi ya nini? Unajua restoration ni nini? Ni mapolisi wa GSU wameletwa hapa. Tumelematiwa tema kihula makofi. Ni mapolisi wa GSU. Si GSU, reke. The makomando ndio wameletwa hapa. Ulaitu makofi. Ile mshene mnakuaga nayo kwa makanisa mengine, hapa hakuna. I can assure you, hapa ni mumevumiliwa mpaka imefika mwisho. Now I saw the commandos wameteremka. Watu amen. Amen. Makomando wamefanya nini? Because mumekataa kitu inatangwa self regulation. Mumeshindwa kujiregulate. Now you will be regulated from now henceforth. It will be so tough. It will be so tough. Because you will not delay a single second the process of God. You will not delay. A second is bigger than you according to God. So he will value the second than you. Manielewa? He will value what? The second than you. Ukicheza na kazi ya Mungu, punishment hapo, si kesho, hapa. Na mtaanza kutoka next week, mtaanza kuona matokeo. Exam result, waziri wa kutangaza matokeo amepatiwa ripoti ya kwanza, the preliminary report. You will witness from next week among yourself. Kuna watu watabarikiwa na kuna watu watachapwa kwenye uso. Hiyo ingine ya 11 nasema, wacha niwasomeage hizi vitabu kwa sababu hamusome wangu ndio unajua mkisomewa mtatoroka na mtatoa sadaka. Pepa sadaka yako kwenda nayo. Mimi sikukuja kutafuta pesa. Mungu alinipatia pesa, niko na pesa. I have good money. Sema good money. I want money from a righteous person. A clean money. Clean what? Clean. Si wacha nikupake mafuta koki, nikupate mafuta ya aremi na ujaoga. Unajua mafuta ya aremi ina attract vumbi. Tomorrow utakuwa na ilivyo huko mweusi, na tomorrow ukikuja na aremi umepaka. Basi zishikeni amri na sheria za hukumu ninazo kuamuru leo, uzitende.
Zishikeni nini? Amri. Na itakuwa kwa sababu munasikiliza hukumu hizi na kuzishika na kuzitenda, basi Bwana Mungu wako atakutimilizia agano na rehema aliyowapa baba zenu. God will fulfill whatever he has said over your life. It will be fulfilled only if you follow instructions. It is all about following instructions. Sindio? Sasa nani ataninunulia chai? Leo nataka kwenda Serena kunywa chai. Serena. Daddy Serena. Lete. Twendi na wewe. Siradi na moto. Daddy deika. Takwezi kwa jia kujia. No, anihonire. Buju, Mungu akubariki. Na Mungu akuonekanie na akuinue. Siku hizi wow. Sikuwa nimeona. Kai. Mungu akubariki Buju. Kai. Unavanga namba ngapi? Unavanga namba ngapi? 42. 42 ndio namba 8. Sawa, nitakuletea pea 3. Huyu ni mtoto nimejilelea. Huyu ameona Mungu hapa. Okay. Ngoke moita matuta. Usilete pesa ya waganga hapa. Kunjua pesa mzuri. Sasa hii nitaenda kufungua kwa Serena, nitaulizwa nimetoka wapi. Yes. Nimeitikishwa. Tabrokia noti kale wega. Kale. Yes. Ni Serena, this day at Korea. This eko ani usikaribia hapa. Je, urorete wonane shiga na mudi mugatare. Ici ti cianyu. Ici ndirekera muko. Ndiye ndare indo cia ciana ciakwa. Mutire na pesa mungihe. Ciana ciakwa. Ni muramenya niki ndireka? Ni muramenya kira ndireka? Enye ketikiaraga riri. Ni muramenya kira ndireka? Ile murutire ti ciakwa. Ile murutire ni ciao. Ni cia kanitha, whether foundation yaku na Ngai. Etha kirathimo na muhunjia waku. Thank you, my brother. Thank you, my Tony. Ido gegeti yogiri magana meri. Nore heta deposit. Beto kamegere. Ndiwe tia ici. Mkiona nikifanya hivi, ninaachilia baraka ya kinabii. Mmenielewa? Na uwe mkibeba kakitu. Biblia inasemaje? Mheshimu Mungu wako. Amini Mungu wako. Sema statement ya Mungu kwanza. And you shall be established. Believe in my prophets and you shall prosper. Ile mliweka pale, naona ile ni establishment. Prosperity ni mimi nimeshika. Kegai. Limo hai. Otora huko. Limo hai. Okay, huru tiro besha. Unaona? Mutirehe. Nimuhigurire duka na mabiashara. Wewe nacio? Wewe mwega. Wewe ni washoka harige. Ukatu. Itike.
niki andu amara gutwarithia uguo. Hĩndĩ ciothe mũgĩũthi kĩgongona-inĩ mũgakuagira ndungata ĩrĩa gũtungataga. Every time mahali ukienda ubebee, wachana na sadaka, unabebea yule anayekuchunga, maana huyo ndio nabii wako, ndio ako na kifunguo ya prosperity yako. Umenielewa? Hii ni ya Mungu. Hii gives you establishment, inakupatia ground pale utajenga nyumba. Nabii anayekulisha ndio amebeba kifunguo cha baraka zako. So ukienda kanisani, mahali popote utakuwa ukienda, hakikisha umebeba bahasha mbili, moja ya Mungu wako na ingine ya kutafuta baraka kwa nabii. Wacha usiwe ukiweka gayania ng'ondu yako. Umenielewa? Msiweke kwenye kikapu kimoja. Unajua hii ni ya nabii na hii ni ya nini? Ni ya Mungu. Ya Mungu ndio tulikuwa tunaita makobe majira ine, na ndio inakuja kwa njia ya fungu la 10 na malimbuko na first fruits. Hizo ndizo zilikuwa zinakuliwa na wale wapita njia, wa mama, wajane, mayatima, ndio na wazee wale hawajiwezi, ndio wanapata ya kukula. Mimi tukipatia Mungu chakula yake, tupatie hao wengine washibe, mimi nikose, nitakukata miguu. Kwangu kuende usiku kukatike gas na sina pesa ya kununua, nimewakata nyinyi wote miguu. I will speak na nitalia, nitauliza Mungu ni kwa nini. Mungu ameniambia nimekupatia kondoo, nimekupatia watoto. Sasa mtachukuliwa kama magaidi. Sasa ile punishment italemeza kazi zenu. Mchungaji yote anakuanga mchawi kivyake, na anakuanga baraka kivyake. Ukiona tunacheka na wewe, usifurahie tukicheka sana na wewe. Atonegula hapo takadhekia ndugakenerere muno. Hiyo ni kisu. Na ni msumeno ambayo inakata mbele na inaweza kata nyuma. Learn kumshibisha nabii wako. Akali akahona. Utugate. Sisemi kwangu niko nazo za kukula, lakini toa, sababu nimeshika baraka zako. Nikavaa kanguo kazuri kama haka, ninaachilia, kuna kitu ninaachilia. Niko nazo zimejaa kwa wardrobe. Nikitaka kuvaa shati moja kila siku, nitarudia hiyo ingine next year mwezi wa 8. Lakini enda ulete. Ukipata kashati mzuri lete nivae. Ukipata tu socks lete. Wana wero nego itidekereria gohikie. Wao sijali lete. Bwana asifiwe sana. Hicho ndicho shihikuragia ila baraka. Ukifanya hivyo kuna baraka ambazo moyo wangu ukifurahi. Simuna siku hizi na niko relaxed. Sina hasira kwa sababu niliweka, Mungu alinitumia watu board, tukafanya board. Sasa ndio wanafanya kazi mingi, so nimerelax, nalo kanisa litabarikiwa. Lakini kama ninatoka hapa moyo wangu kama umehusunika, kanisa linabanwa na nyinyi pia mnabanwa. Bwana Yesu asifiwe. So lakini kuna timu nyingine hapa imeinukia board, wanasema hawatatii sheria za nani. Na sasa usipotii sheria za board, ni mimi unapigana na mimi, na Mungu ameniambia waachie wakuje. Umeona, si vitisho. Nataka kufundisha how you lose it.
Mimi Mungu alinipatia watu, akaniambia hawa nimechagua wafanye kazi, na akanipatia direction, akawazungumza na wao. Sasa unapopigana na wao unapigana na mimi, na unapopigana na mimi unapigana na huyo Mungu umekuja kumsikiliza kupitia mimi. So ukiona kuna kitu badiliko limekuja kwenye mambo kama kanisa kama hii, we nyamaza na utii na ufuate, na ukishindwa kanyaka kubwa kubwa, badala you attract a curse. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nawaomba tu tena, nirudie tena, any change that is initiated here, it is not my change, it is a godly change. Any person mwenye amechaguliwa asimamie department, sio mimi nilifanya hivyo. Mimi kazi yangu Mungu alinipatia, akaniambia wamwagilie mafuta. That is what I did. Hiyo ingine hata sijui na sitaki kujua watafanya nini. Nafanya sema hivyo kwa sababu kuna viherehere hapa. Kuna watu walinizoea. Nimeambia tu nikutangazie for it be a last warning. This is not my church. I'm just but a vessel used here. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm just but a vessel used here. And being a vessel, the owner of the vessel protects the vessel. So he has also chosen other vessels. Na these other vessels watatumika kutokana na amri zake. So ukipangwa na hawa watu, pangika, na ukishindwa badala ungojee hukumu, wewe kanyaka tu kubwa kubwa. Si ndio? Umenielewa? Lakini please, nimekuambia tu kama baba yako anayekupenda, kwa sababu I can see what is there. Usimeona huyu amefunguliwa macho na ameona, wamesimama hapa, ni mimi nawaona. That is why naona ile sehemu nimeitenga, kwa sababu ile kiti si kali yangu, mimi nikikalia kiti kwa sababu Yesu ndiye anakalia. Umeelewa? So sifanyi ati ndio ati ukiona mtu ameingia pale ati hiyo ndio leda kuhikio. Niko na uwezo wa kwenda kwa Inage nichukue mtu na nitengeneze na atakuwa mtu mzuri. Ama unafikiria wako Inage si wazuri? Yeah? A man like me needs a very zealous woman. Mtu anajua kutafuta. Sasa kukombea mtu anakuja kukaa hapa, anacheza, anaangalia TikTok. Na huyo mama analala usiku mzima akitafuta pesa. Nani hard working? Nani hard working? Ni yule. Kama unatafuta mtu hard working, enda pale, nitaenda pale nichukue. Si kumwambia tu acha hii, fuata hii, kwani mimi si nilikuwa hivyo? Si mimi nilikuwa jagiri? Kama ni nitaenda pale, ndachukua moja nisafishe vizuri, hata wameng'ara wale wanakuanga wameng'ara. Na matikitoko matidaka na tikitoko tumeteile mahiki. Ukaribu akaruga agima na tikitoko. Tole moha gado ali agenda funga. The might.